ni zaidi ya mama, ana Mungu aliye hai. Amen. Akanyamaza kimya, hasa kumwachia Mungu afanye. Ukishatenda hayo, mwachie Mungu afanye. Na alichofanya Mungu, matokeo yake Rutu, unajua kwamba Rutu ni mama yake na Yesu sidii au bibi yake, aliingizwa katika mtandao wa kimungu wa kumleta Yesu duniani. Mungu ametenda zaidi ya vile alivyotarajia. Mungu amefanya vivyo kama alivyokiri, anitende vivyo na kuzidi. Mungu atakutenda na kuzidi. Mungu atakuinua na kuzidi. Mungu atakubariki na kuzidi. Mungu atakufanikisha na kuzidi. Mungu atakulinda na kuzidi. Mungu atakutendea na kuzidi. Mpendwa, Rutu ni mwanamke aliyepanda kwa ukarimu, tena kwa roho. Huko ni kupanda kwa ukarimu, na tena ni kupanda kwa nini? Kwa roho. Na mavuno yake ni ya milele. Na akavuna yaliyokuwa, mtu Mswahili anasema akavuna yaliyokuwa mezi. Bwana asifiwe sana. Hata leo tunajifunza habari ya Mungu, na hata leo unaweza kuona Mungu akakutumia. Twende Rutu sura ya 4 mstari wa 13 mpaka 22. Kama unaandika andiko utasoma mwenyewe. Rutu 4:13 mpaka 22. Unaweza kuandika na Yoshua sura ya 2 mstari wa 1 mpaka 18, na Yoshua sura ya 6 mstari wa 25. Hao ni watu waliopanda kwa ukarimu na wakapanda kiroho, na Mungu akawapa mavuno zaidi ya vile walivyotarajia. Yoshua alipanda kwa Musa. Yoshua alimwangalia Musa, alitembea pamoja na Musa, aligharimika kwa ajili ya Musa, na malipo yake ilikuwa ni zaidi ya Musa. Elisha alifanya hivyo hivyo. Rahabu ambaye alikuwa ni kahaba alifanya hivyo hivyo, alipanda kwa ukarimu, na yeye pia aliingizwa kwenye mtandao wa kumleta Yesu. Bwana asifiwe sana. Sijui kwa nini wanawake wengi ambao walifanya hivyo. Mwanamke Mshunemu alipanda hivyo na alivuna. Amen. Dorcas alipanda hivyo na alivuna hivyo. Usidii. Kwa nini wanawake? Kwa sababu sisi wanaume tuna kiburi sana. Mwambie jirani yako, kuanzia sasa tusiwe na kiburi. Mwongezee na mwambie tunyenyekee kama wanawake hao, ili Mungu atupe mavuno zaidi ya hao. Maana Biblia inasema sisi tumethaminiwa katika agano lililo bora zaidi ya hao. Kwa hiyo sisi tuna zaidi. Mungu atakutumia zaidi. Mungu atakuinua zaidi. Mungu atakubariki zaidi. Mungu atakutegemeza zaidi. Mungu atakupa vile ambavyo watu wengine walitamani hawakupata. Atakupa uzima zaidi. Mpendwa, ukarimu na wokovu. Pale tunapohubiriwa neno la Kristo, yaani injili ya Kristo, tukampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi. Tendo lile la kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi ni tendo la ukarimu. Tunamkarimu yeye ambaye aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu, na ndio maana tutaishi milele pamoja na yeye. Huo ni ukarimu. Maana wengine wanakataa. Yesu ni nani huyo? Yesu ni nani?